Ebana, mambo vipi? Jina langu ni Cyber Chris na leo tunajifunza C++ kwa Kiswahili episodi ya 5. Tujifunze switch. Switch statement kama ilivyokuwa kwa if else, switch statement ni kama inafanya kazi kama vile if else. Tofauti ya switch statement ni kwamba yenyewe ina jump directly to the matching case label. If statement iliweza kuangalia kwa mfano grade za mwanafunzi, akipata kuanzia 70 mpaka 100 mpe A, lakini switch statement yenyewe haiwezi kufanya hivyo. Yenyewe inachukua namba peke yake. Kwa mfano, unapokuwa unaselect menu tuseme ya M-Pesa, basi utachagua kati ya 1 mpaka 9. Ukichagua namba 1 itakupa kitu fulani, namba 2 itakupa kitu fulani, na hivyo ndivyo switch statement inavyofanya kazi. Switch statement ina mfumo wake peke yake. Ina mfumo ambao unatumia break. Tutatumia break command mwisho wa bloku ya kila statement. Hii itatusaidia kuruka nje ya switch, yani kwenda end of the switch pale itakapokuwa imepatikana. The program mwisho kabisa tutatumia neno default. Default linatumika kama tulivyokuwa tunatumia neno else kwenye if statement, kwenye if else. Twende tukaone structure ya switch. Itakuwa neno switch, kisha ndani ya mabano utaika decision variable, alafu kutakuwa na kesi mbalimbali. Kesi ya kwanza inaitwa case, then unaandika ile value 1 au kile kinachotakiwa kuandika na double colon. Hapa utaandika kinachotakiwa kuonekana katika screen au kufanyika, kisha utabreki. Utaenda kesi ya pili, utafanya vile vile, utaweka statement, usisahau kuweka neno break. Utaandika kesi nyingi kabisa, nyingi sana, na mwisho baada ya kuandika kesi zako zote utatumia neno default. Neno default litakuwa ndo la mwisho kabisa, maana yake imekosekana kabisa, utatoa neno ambalo inabidi lionekane. Kwa default ni ya mwisho kabisa, yaani tumekosa cha kumachi kwenye switch cha kulinganisha nacho. Swali: andika program ya kutafsiri namba kwa Kiingereza. Kwa mfano, mtu akiingiza 3, jibu lije kwenye screen 3. Program hii itakuwa inatafsiri namba kwenda kwenye Kiingereza. Twende kwenye compiler. Tuna comment hapa. Tunachokifanya ni program ya kutafsiri namba kwa Kiingereza kwa kutumia switching statements. Naandika structure ya C++. Nitaandika hash include IOStream using namespace std int main. Muundo huu tulijifunza kwenye episode ya kwanza, return 0. Kisha hebu tuandike swali letu lile. Tutabidi tuwe na variable ambayo mtu ataingiza namba. Kwa mfano, aingize namba kamili, integers 1 mpaka 9. Kwa hiyo tutakuwa na integer, tuiite namba, variable yetu tuiite namba. Kisha tutatoa ujumbe kwenye kioo au kwenye kompyuta yako ikiandika ingiza namba. Tumpe achague kati ya namba ngapi hadi ngapi, 1 hadi 9. Hii itamwezesha mtumiaji kujua anaingiza ngapi hadi ngapi. Tutaweka semicolon na in atakachokiingiza ikae kwenye variable inaitwa namba. Kisha itabidi tutumie switch ili kumtafsiria namba yake kwenda kwenye Kiingereza. Tunaandika neno switch. Ndani ya switch tunapitisha ile variable iliyobeba kitu ndani ambao ni namba aliyoingiza. Tutapitisha variable namba, tutafungua hizo curly bracket, alafu tutaanza na kesi. Tunaangalia kile kilichopo kwenye namba. Kwa hiyo kesi namba ikiwa ni 1, hapa out, manake kwenye namba ikiwa 1 out 1, chini yake out 1. Bila kusahau, angalia indentation ya nafasi jinsi inavyopangiliwa. Kwa out neno 1, taika semicolon.
Bila kusahau, baada ya kusi out tumeshalipata, tutabidi tu break, yani tutoke nje ya switch. Tutaandika kesi namba ikiwa ni 2. Angalia kesi zilivyolingana. Tutasi out 2. Kisha tutabreki. Usisahau kubreki pale inapopatikana. Tutaandika kesi ikiwa namba ni 3 na hapa tutasi out 3. Kisha tutabreki bila kusahau semicolon. Kesi ya 3, kesi namba 4, namba ikiwa ni 4. Hii sio kesi ya 4, ni kesi namba ikiwa ni 4. Tutaandika 4. Kisha tutabreki. Kesi namba ikiwa ni 5. Hapa tutasi out 5. Tutakuja kufanya swali kwenye tutorial inayofuata ambalo swali hilo litahusisha mfumo kamili, na hapo tutaelewa matumizi zaidi ya switch, kwamba hii kesi haimaanishi ni kesi namba 1, kesi namba 2, kesi namba 3. Hapana, hii ni kesi. Kilichoko mbele ya neno kesi ni kile kinachohitajika kuonekana kwenye variable inaitwa namba. Kwa hiyo tunaendelea. Kesi variable yetu ikiwa imecontain 7, ikiwa ina 7 ndani yake, tutasi out 7. Kisha kama ndio imepatikana, tutabreak ili tusiendelee kutafuta. Programu yetu isiwe nzito na iwe nyepesi. Kesi ya 8, kesi namba ikiwa 8, tutasi out 8. Kisha tutabreak. Kesi namba ikiwa ni 9. Hapo tutasi out neno 9. Semicolon, halafu tutabreak. Tutabreki. Kisha tutakuwa na default, maana tumemaliza namba zetu zote. Kwa default ni pale ambapo mtu ameingiza herufi au namba tofauti na 1 mpaka 9. Tutasi out kwenye default kwamba please, kama kawaida tutumia neno la upole, please enter a number between 1 and 9. Basi mtu ataona ujumbe huu, manake amekosea, ameingiza namba nje ya 1 mpaka 9. Hebu tuende tukacompile na kurun tuone, je, switch itafanya kazi kama tulivyotarajia? Inaniambia ingiza namba 1 hadi 9, mimi naingiza 5. Inaniambia 5. Imekuwa ina tafsiri sasa. Tunarun tena. Ingiza namba 1 hadi 9 na ingiza 3. Inaniambia 3. Wow, manake inafanya kazi kama tulivyokusudia.